nazo, na serikali yetu imetushika mkono zaidi na zaidi. Lakini zaidi kilio changu hasa nataka Mama Mariam aje hapa au Baba Mwinyi kwa kupata eneo letu la kuanikia mwani. Kwa hakika Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi Zanzibar imehakikisha inamfikia kila Mzanzibari kwa lengo la kutatua changamoto za wajasiriamali mbalimbali. Na leo hii Leaders TV imetembelea maeneo ya Mungoni, wilaya ya Kusini Unguja. Imetaka kujua ni jinsi gani wajasiriamali hawa wamenufaika kupitia rasilimali za bahari, uchumi wa bluu na uvuvi Zanzibar, hususan kilimo cha mwani. Bi Mariam Hassan Ali hapa anaeleza. Mwani tumeuanza tokea mwaka 1997 mpaka leo ni wakulima wa mwani tunalima. Mwani tokea tulipokuwa tukalima ilikuwa mwani unanunuliwa shilingi 30, mpaka hivi sasa hivi mwani umefikia kiwango unanunuliwa kwa bei ya shilingi 700. Na katika ukulima wetu huu wa mwani Mungoni ndo wengi wakulima wa mwani, kuanzia vijana hadi wazee kama sisi. Ukulima huu tokea tulipoanza kulima hapa Mungoni ushashahidisha vijana ambao wapatao 150 au vijana tu. Wakulima wa mwani Mungoni pana 360, ikiwemo wanaume na wanawake au vijana tulilokuwa navyo aina zote mbili, wa kike na wa kiume. Kwa mpaka sasa hivi watu wa Mungoni tunasema kuna ukulima wa mwani ushatukomboa na uchumi wa buluu ushatukomboa, pamoja na miradi mbalimbali. Miradi imetufikia kwenye shehia yetu Sihaba, tunashukuru Mungu alhamdulillah, ikiwemo katika hifadhi, maisha bora, milele na kadhalika. Mpaka sasa hivi tushapata. Ingawaji katika ukulima wetu wa mwani hivi sasa hivi kidogo unatuweka katika hali ngumu, bei yake ishakuwa ni chache kutokana na bidhaa zinavyouzwa kwenye maduka. Bei ya mwani kwa shilingi 700 mkulima inamwasiri ni kidogo sana. Katika kulima mwani kwa Zanzibar, Mungoni inachukua nafasi ya kwanza, na wenyewe ni mashuhuda. Mnaona hata kunako serikali kila wakati inataja Mungoni kwa jitihada yetu wananchi wa Mungoni. Pia vile vile mwani huu sie tumeuweka ni kazi yetu, na kunako serikali tunasema imechukua nafasi ya 3. Inabidi tunazidi watu wa Mungoni kuboresha zaidi ukulima huu wa uchumi wa buluu, tunasema na mwani uko juu. Vile vile wananchi wa Mungoni tumejitolea au tumejikita kwa ukulima wa mwani, tuna ulima mpaka tani zinazotakiwa, na wenyewe ni mashuhuda. Mnaona chanja hizi zote zimetoka kunako uchumi wa buluu, wametuletea maisha bora, wametuletea vifaa. Ingawaji hapa petu Mungoni mpaka sasa hivi tuna kilio kilichokuwa kikubwa cha bei ya mwani haikijafikia mahitaji ya manunuzi. Kwa hivyo tunaomba sana, tena tunaomba hapa Mungoni mwani kwa tunavyoupanda na tunavyoimarisha na tunavyoidili nao, hata huyo rais wetu anajua kwa kuwa Mungoni pana wakulima wa mwani wapatao wasiopungua 316. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba aje mwenyewe rais pamoja na Mama Mariam Mwinyi, ni mke wa baba rais. Kwa vile sie wanawake wengi ni wakulima, tunamhitaji Mungoni Mama Mariam Mwinyi aje atushike mkono, na ilikuwa tuna tatizo letu au changamoto yetu imetukwaza kijiji cha Mungoni. Maoni yangu mie Bi Mariam, nasema tushikamaneni, wanawake, wanaume, vijana, watoto na jamii iliyotuzunguruka na jamii iliyoweko pembeni. Huu mwani ni zao kuu la uchumi hii Tanzania yetu, isiwe kana lima Bi Mariam tu. Huu mwani ni dawa, mwani ni chakula, mwani jumla ya vipodozi, maana mwani kila unakoupeleka huko. Kwa hivyo Bi Mariam kishapata miaka yake 29 27 kwa kupanda mwani, tayari kwa jamii Mungoni shashahidisha watu wanapanda mwani. Kwa hivyo naambia jamii iliyozunguruka na ambao watakuwa wananisikia
wajishirikishe kunako ukulima mwani. Mwani hautaki mazonge na mtu, maana mwani ukisha upanda kuna kuja kukagua, kutolea machama, ukisha utolea machama badala bamvua yako mawili, bamvua yako la tatu kunaanza kukatia mbegu. Kwa hivyo mwani hauna noma na mtu. Wazanzibari wengi hufahamu kuwa kilimo cha mwani ni cha wanawake pekee. Kauli hii imeenda tofauti na kijana Muhammad Mahmud ambaye pia ni miongoni mwa mwanakikundi cha Tupo Kwelini. Naye anaeleza. Mimi kwa niaba ya wanaume wenzangu na hususan vijana kuhusu upandaji wa mwani, kwa sababu mimi binafsi kwenye kikundi changu cha Uvivu Mwiko na kikundi cha Bi Mariam tupo wanaume, lakini sasa tunashirikiana na kina mama kwa sababu kuna mambo lazima ina maana wanaume tuingie. Kuna kitu kama chombo kubeba mwani, yani kwenda kule maji yameshakuwa mengi, na maana si wanaume, na maana tutakuwa tunachukua vyombo kama tunaita vibajaji. Halafu kuna kama hivi kuchupia chini kama maji tushakuwa mengi, na maana kamba kama imeganda imezonga uchafu kutoa, tunasaidia na kubeba kupeleka juu. Kwa hiyo nawasaidia au ninawaambia vijana wenzangu wanaume tusiwache mkono kina mama katika kuzalisha uzao letu la mwani. Mimi binafsi yangu nina mke na watoto, ninasaidia katika kualisha familia yangu. Tusiwe tunabweteka nje tuko kutafuta ajira zilizokuwa na vikwazo, kwamba kwa mawezi wa minazi. Tukija huku pwani basi kidogo kidogo tunasaidiana, tunafanya kazi kukupinili mwani. Wangu kwa wana kijiji cha Mungoni na vijiji jirani waje wafanye zao la mwani, kwa sababu mwani ndio tunaambiwa ni uchumi. Kwa sababu mwani ndio tunatusaidia katika chakula. Kwa hiyo watapokuja ndio tutapojua kwamba kweli mwani unatusaidia, na tutapokuwa tutazidi kuzalisha kwa wingi. Badala kama kupata tani moja kwa mtu, unaweza tukapata hata tani 2 kwa kila mtu, au kwa vikundi tunaweza tukapata kama tani 2 mpaka 3. Tusaidiane katika uzalishaji wa huu wa mwani. Licha ya kuwa na mafanikio katika kijiji cha Mungoni kupitia kilimo cha mwani, lakini pia inapaswa serikali, wadau mbalimbali na taasisi binafsi kuweza kuweka bei elekezi za mwani ili kuweza kupata manufaa zaidi kwa wakulima hao. Nikiripoti kutoka Mungoni, mimi ni Mariam Said, Leaders TV.